Video moja ambayo niliangalia mwaka 2022 kutoka YouTube iliweza kubadilisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana. Na hii ndio story yangu ya jinsi nilivyofika nchini Marekani na jinsi gani ambavyo wewe pia unaweza kufanya hivyo. Nakumbuka ule mwaka 2022 nilikuwa na mambo mengi kidogo, maana nilikuwa nasoma lakini pia nilikuwa nafanya kazi maeneo ya Mikocheni pale Dar es Salaam. Na nakumbuka nilikuwa nachukua masters ya fine arts pale UDSM. Kwa wale ambao mnaelewa fine arts, ni lile somo ambalo linahusu masuala ya drawing, painting, lina pia graphic design na lina fashion design. Nakumbuka katika kozi moja ambayo tulikuwa tunafundishwa na profesa mmoja ambaye ni Marekani, anatoka katika jimbo la Florida huku Marekani. Aliandaga tuseme kama session fulani ambayo ilikuwa ni ya maswali na majibu. Alikuwa anatuuliza maswali na majibu, na sisi tunampa majibu au tunaweza kumuuliza maswali. Akafanya ile session iwe kama vile ni private session, kwamba ni mtu mmoja mmoja. Na moja kati ya maswali ambayo alikuwa anauliza, nakumbuka aliniulizaga kwamba unataka kufanya nini baada ya kumaliza course yako ya masters. Akitaka kujua kwamba labda nilikuwa nataka kuendelea na PhD ama nataka kuwa lecturer. Lakini mimi kusema ukweli, motivation kubwa kwangu ya kwenda kusoma ilikuwa ni kwamba nipate elimu ndio ya fine arts, nijue art zaidi, sababu ndio kitu ambacho nilikuwa nakifanya kwa wakati huo. Lakini pia mimi nilikuwa nawaza kwamba nikishapata cheti cha ile masters nirudi kazini niongezewe mshahara, kwa sababu mshahara ambao nilikuwa napata kwa kipindi kile ulikuwa utoshi mimi kufanya mambo mengi. Najua mshahara haujawahi kumtosha mtu, lakini nilikuwa nawaza kwamba nikipata masters najua hela yangu itaongezeka. Kwa hiyo naweza nikafanya vitu vingi zaidi. Hilo ndio lilikuwa wazo langu. Na hiyo ndio ilikuwa kama motivation yangu kubwa. Mimi sikuwaza kwenda kufanya PhD. Kwa sababu kusema ukweli, kusoma na kufanya kazi ni kitu kigumu sana. Mtu akiweza kubalance hivyo vitu, akaweza kufanya kazi, akaweza kusoma na akamaliza, mheshimu, ni ngumu sana. Sasa nikasema tena nije kujiongezea majukumu ya PhD, na nasikia PhD inafanya hadi watu wanakuwa vichaa. Nikasema hapana, mimi siwezi kusoma. Lakini nakumbuka katika ile session, ile swali kama vile lilinifanya nifikirie sana. Na sikutaka kumwambia ukweli kwamba mimi nilikuwa nasoma tu ili nikaongezewe hela kazini. Lakini tu nikamjibu pale kama kumjibu kwamba nitapiga PhD. Akaniambia sasa utaifanyia hapa Tanzania ama utataka kufanya nje ya nchi? Nikamwambia kwa kweli mimi kama nikisema nifanye PhD mimi nitaenda nje. Siwezi kuendelea na elimu hapa Tanzania. Umeona? Akaniuliza nchi gani ungependa kusoma? Nikasema Marekani. Sababu nakumbuka yeye alikuwa anafundisha chuo fulani cha Florida. Na nakumbuka alikuwa anasifia sana elimu ya Marekani na nini, kwamba ni nzuri na nini. Ameona comparison sababu yeye anafundisha pale Dar es Salaam. Kwa hiyo ameona tofauti mkubwa ambao upo katika elimu ya Tanzania na Marekani. Kwa hiyo nikasema mimi nitakuja Marekani kufundisha. Kusoma PhD. Akasema haina shida, sawa. Sasa baada ya pale ile session, nakumbuka nilitoka mimi kwenda kuuliza pia marafiki wenzangu, ama alisema wale classmates wenzangu, kwamba wewe unataka kufanya nini baada ya kumaliza hii masters. Nakumbuka nilimuuliza rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Kevin, mwanaharakati mmoja wa mambo ya sanaa, mzuri sana, anafanya music, namkubali sana jamaa. Nilimuuliza kwamba wewe unataka kuja kufanya nini baada ya kumaliza hii masters. Akaniambia pia yeye alikuwa na ndoto ya kufanya PhD nchi nyingine. Nikasema kumbe hili wazo linaweza likawa kweli, kwamba nikimaliza hii masters naweza kufanya PhD. Pale ndo nikapata kama vile tuseme ule mwamko wa kusema ngoja nianze kufuatilia masuala ya scholarship. Mimi nilikuwa sina idea ya scholarship, wala sikuwahi kuwazaga kwamba nitaenda kuishi nje ya nchi. Nilikuwa tu nawaza kwamba nifanye labda masters yangu hii, nipate kazi nzuri, nijenge familia yangu pale Tanzania. Until hiyo siku sasa nilipopata hilo swali na mimi kuanza kujifikirisha, nikasema ngoja nianze kufanya research kuhusu masuala ya scholarship. Sasa nakumbuka pale kazini nilipokuwa nafanya kazi Mikocheni, ulikuwaga ile jioni kabla sijaondoka, nilikuwa napendaga sana kuangalia YouTube videos. Kwa hiyo najikuta naangaliaga sana nilikuwa naangalia comedy ama tuseme hizi true crime. Nilikuwa napenda sana true crime documentaries na stuff like that. Sasa nikasema acha niache mambo ya true crime sio na comedy, niwe na download sasa video za YouTube zinazohusu masuala ya scholarship. Nakumbuka ndio hiyo siku, nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 9 ule mwaka 2022, ndio niliingia kwenye channel ya IBM. Nilikuwa simjui IBM nani. Kwa wale ambao mjui IBM ni kirefu cha majina yake ni Ernest Boniface Makulilo. Jamaa mmoja ambaye anafanya sana masuala ya kuelimisha watu kuhusu
green card lottery, kuhusu masuala ya kazi za nje ya nchi, fursa mbalimbali na visa. Nakumbuka sasa nikaingia kwenye channel yake nikakuta anazungumza masuala ya scholarship kwa undani zaidi. Alafu ana video nyingi. Alikuwa na video zaidi ya 1000. Jamaa ameanza mambo ya YouTube muda mrefu sana. Ile siku nakumbuka ni downloadigi video kama 5 kutoka kwenye channel yake. Nikasema ngoja nitaziangalia nyumbani. Kwa hiyo nika download zile video nikazitia kwenye flash. Nilipofika home nikachomeka flash kwenye TV nikacheck. Nakumbuka video ya kwanza ambayo ndio ilimfanya mimi kuwa inspired kusema lazima nitaenda Marekani. Ilikuwa ni video fulani ambayo alikuwa anazungumzia fursa za kwenda kusoma Marekani kwa PhD ama masters kwa program ambayo ilikuwa inaitwa Fulbright Scholarship. Pale bana mimi ndo nilikuwa inspired. Yaani nikajiona kabisa kwamba lazima siku moja mimi nikasome Marekani. IBM alini inspire sana. Yaani ile sasa ndo akafanya sasa niwe serious na mambo ya kufuatilia kuhusu scholarship. Ikatoka tena kwenye ile utani kwamba nitaenda kusoma, ikawa sasa ngoja niangalie lazima niende nikafanye hii kitu. Sasa baada ya kuangalia ile video nikajikuta nimependa video zake, naangalia video zake nyingi sana, nikagundua kumbe kuna njia nyingi za kwenda nje. Sasa pale ndo ile tuseme hamu ya mimi kutaka kutoka Tanzania ikaingia ndani yangu. Nikajikuta tena sitaki tena kuwaza mambo ya Tanzania. Ikawa mimi nafikiria tu kwamba lazima nitoke Tanzania niende nikaishi nje. Tena nje wapi? Marekani. Umeona? Nakumbuka nikaa naangalia video nyingi nikagundua kumbe kuna DV lottery. Nilikuwa sijui hata mambo ya DV lottery. Nikagundua kumbe kuna njia za kazi, nikagundua kumbe kuna njia za kwenda na conference, nikagundua kuna njia za kwenda kutembea. Kuna njia ziko nyingi sana za kwenda nje. Pathways nyingi mno ambazo IBM alikuwa anazungumzia. Mimi nikajikuta kila siku lazima niangalie at least hata video 10 kutoka kwenye channel yake na channel nyingine. Ndio pale sasa nikaanza kufuatilia pia Watanzania wengine ambao wanazungumza masuala ya mambo ya kusafiri kwenda nje, kufanya kazi ama nini. Nikajikuta naangalia video za Witness Vlog, naangalia video za Shena. Nikawa basi motivated sana, maana wale walikuwa wanafanya interview na watu ambao tayari washatoka Tanzania. Basi wale watu wanavukupa ile experience yao. Nikajikuta kwamba na mimi siku moja lazima niwe kama hawa. Lazima na mimi siku moja nifike katika nchi fulani ambayo naitamani. Umeona eh? Sasa nakumbuka pale Mikocheni nilipokuwa nafanya kazi. Ilikuwa ili niende nyumbani. Mimi nilikuwa naishi Madale. Nilikuwa natoka pale Mikocheni nachukua bajaji mpaka Kawe nachukua daladala mpaka inanipeleka mpaka Madale. Sasa kile kipande pale cha kutoka Kawe mpaka Madale ilikuwa sio kirefu sana, lakini foleni ya Dar ilikuwa inafanya ionekane ni parefu. Unajikuta unatumia masaa mawili njiani. Sasa ule muda mimi nilikuwa nafanyaje? Nilikuwa na download sasa video. Hizi video za Watanzania wenzangu ambao tayari washaenda nje. Umeona video za scholarship, video za nikaona kana naangalia kwenye gari, najikuta naanza kupata sasa uelewa mpana wa mambo ya nje. Na ile sasa ndio ikawa nimejengea mimi hari ya kusema kwamba lazima siku moja nikaishi nje ya nchi. Umeona? Nakumbuka ule mwaka 2022 ulipofika mwezi wa 11. Kwenye mwezi wa 10 pale mpaka wa 11 kuna hiyo DV lottery. Ndio window inakuwa open kwamba mnaweza mkafanya application. Nakumbuka mwezi wa 11 mimi tarehe 7 ndio nikafanya application yangu ya DV lottery. Ule mwaka 2022. Na sikuwa serious sana kwa sababu ile picha nakumbuka niliyoitumia nilijipiga mwenyewe kama selfie alafu nikaiedit alafu ndo nikaitumia kuapply. Nakumbuka IBM alipokuwa akielezea jinsi ya kuapply alisisitiza sana katika kitu muhimu kwenye DV lottery ni picha. Picha lazima uipige professional, iwe nzuri, iwe na quality ambayo inaeleweka ili uweze hata kuwa considered kwenye round nyingine ya kuchaguliwa. Sababu kumbuka ile ni bahati nasibu. Huwezi kujua utashinda au la. Ni ngumu sana kushinda kwanza. Sasa baada ya mimi kuapply DV lottery ule mwezi wa 11 mwaka 2022 bado nikaendelea kuangalia video za Watanzania wenzangu na napata morali, yani mzuka unazidi kuwa mkubwa kusema kwamba mimi Tanzania sitaki tena kuishi pale. Nataka niondoke, niende nikaishi nchi nyingine, umeona? Ule mwaka ukaisha, ukaingia mwaka 2023. Hivyo mimi bado research yangu naifanya, naangalia fursa za kwenda nje kila mahali, umeona? Ikafika mwezi wa 5 ambapo ndo matokeo ya DV lottery yakatoka. Nakumbuka nilikuwa muda ule matokeo yanatoka nilikuwa maeneo gani? Nilikuwa maeneo ya Makongo juu. Na bajaji naenda zangu Goba. Nakumbuka matokeo yametoka, IBM alifanyaga live moja ndefu sana ya matokeo yale. Kwamba akawa anasaidia watu kuangalia matokeo, lakini pia anatoa updates za hapa na pale kuhusu yale matokeo ya DV lottery. Sasa mimi moyoni nikawa nimejiwekea lazima nitashinda. Si kwa nini, lakini kumbuka picha niliyotumia ilikuwa ni mbaya. Kwa hiyo ni wazi kwamba kushinda ingekuwa ngumu, lakini mimi imani yangu inasema kwamba lazima na mimi ni mshindi. Basi kufika nyumbani mimi nikaingia kwenye laptop yangu,
kuingiza namba kuingia kwenye website ile kucheki matokeo kuangalia nimekosa. Hakuna siku niliumia moyo kama ile. Yaani imani yangu ilikuwa kabisa kwamba lazima nimeshinda. Lakini nikagundua sijashinda. Niliumia sana. Yaani niliumia moyoni. Sasa ile ndo siku ambayo mimi nikaapa nikasema kwamba lazima mimi mwakani niwe Marekani. Yaani ule mwaka nakumbuka ile 23 mwezi Mei ndo pale mimi tuseme hasira ile yaani kama nilikuwa na hasira before ya kusema natoka Tanzania ikawa sasa iko mara 10 ya ile siku ambayo nimegundua nimekosa DV Lottery. Lakini nakumbuka kuna video moja alifanyaga IBM, alikuwa anaelezea watu kwamba ukitaka kwenda nje na kama kweli una nia ni kwamba unatamani kwenda nje na ndo nia yako, usitumie pathway moja. Yaani usitumie njia moja kwenda nje, sababu utakuwa disappointed sana ile njia ikifeli. Na mimi kweli nikagundua kwamba imagine kama wewe umeweka matumaini yako yote kwenye DV Lottery, kitu ambacho ni bahati nasibu, huwezi kujua utashinda au utashindwa. Lakini ukijikuta kwamba umeweka matumaini kwenye kile kitu ukashindwa, basi itakuumiza moyo sana. Nikasema sasa mimi from there acha naanza kupambana na fursa nyingine. Ndio DV Lottery nitakuwa na apply kila mwaka, lakini kwa nini nisianze kujaribu mambo ya kazi? Najua ile mambo ile fursa ya scholarship nikaiweka pembeni. Nikasema kwamba si bado sijamaliza chuo, maana mimi nilikuja kumaliza chuo mwaka 2024 na huo ulikuwa ni mwaka 2023. Kwa nikasema ngoja nitulie kwanza, mambo ya scholarship nita apply mwakani, lakini sasa hivi acha nifuatilie mambo ya kazi. Na kipindi kile naangalia zile video za Watanzania wenzangu ambao wameshatoka Tanzania, kuna kitu kimoja nilijifunza kwamba visa ya Marekani ni ngumu sana kupata. Kwa sababu watu wengi mara nyingi wanakuambia mimi nilienda mara kwanza nikanyimwa, mara pili nikanyimwa, mara tatu nikanyimwa, mwingine amenyimwa hadi mara 8, ya 9 ndo anapata, au mwingine kanyimwa mara 5, ya 6 anapata. Kwa hiyo nikajua kabisa sawa nataka kwenda Marekani lakini haitakuwa rahisi. Nikawa nalijua kabisa hilo. Kwa hiyo nikasema acha basi nitafute fursa katika nchi nyingine. Kwa mfano nchi za Ulaya, nitafute Canada. Na Marekani pia nikana nafuatilia pia. Lakini nikasema kwamba kufanya hivi itanisaidia hata niwe na option kwamba nikikosa huku najua huku naweza nikaangukia. Umeona Yes. Na huo ndio ushauri ambao napenda kuwapa watu. Ukitaka kama kweli nia yako ni kutoka Tanzania kwenda kuishi nchi nyingine, jaribu kuhakikisha hata kama una destination country unaiwaza kwamba mimi nitataka kwenda Canada, jaribu pia nchi nyingine. Kwa sababu hizi nchi za wenzetu huku zinahitaji pia uwage na kitu kinaitwa travel history. Yaani kwamba wanajua wewe ushasafiri. So unataka tu utoke Tanzania afu nchi yako ya kwanza unaenda Marekani ama Canada. Japo inawezekana, sisemi haiwezekani, but nasema kwamba watu wengi wanaonyimwa visa mara nyingi ni wanakuwa kuna sababu nyingi zinakuepo, lakini moja wapo ya sababu ni hiyo kwamba unakuta wewe hujai kuendaga sehemu nyingine. Unataka eti uende Marekani kwa kufanya utalii. Labda wewe unaomba visa ya utalii ya Marekani, afu unaulizwa kwamba nchi ngapi ushaanza kutembea kama mtalii. Unasema hamna nchi yote ulioenda. Ni ngumu kupata visa, unaona kama wewe unataka kwenda kuzamia. Lakini ukiwa na travel history, labda uliendaga nchi fulani, ukaenda nchi fulani, inakusaidia kidogo kwenye historia yako kuonekana kwamba wewe ni mwaminifu, kwamba ukienda nchi fulani unaweza ukarudi. Umeona? Inakupa kama vile tuseme nafasi zaidi ya kupata visa ya Marekani. Hiyo pia nilikuwa naijua. Kwa hiyo nikasema kwamba ngoja nijaribu kila nchi ambazo zinaeleweka, lakini nikipata kazi naamini hata kama baadaye huko nitakuja kwendaga Marekani tu. Yaani kana najihakikishia kwamba Marekani nitafikaga, haijalishi ni lini, lakini one day I will land in America. Sasa mimi nikaanzaga application leo mwezi wa 5. Nakumbuka nilitafuta watu ambao nilitafuta kazi za kuajiriwa kama art and design teacher. Sababu mimi ndo kazi nilikuwa nafanya Bongo. Nilikuwa nafundisha katika international school fulani pale Mikocheni. Kwa hiyo nikajikuta kwamba naanza kutafuta zile kazi za kufundisha art and design. Nikagundua China kuna kazi nyingi sana. Kule kuna international schools nyingi mno ambazo zinaajiri watu. Kuna website fulani nadhani inaitwa China Jobs. Ukiingia hiyo unakuta hata mamia ya kazi kwa siku zinatangazwa. Nikaingia kwenye ile website nikakuta kuna kazi kibao. Kwa hiyo mimi nikaanza application pale. Nikaandaa portfolio yangu, nikaandaa CV, nikajua jinsi ya kuandaa international CV, sio zile CV zetu za nyumbani. Unakuta mtu anaandika vitu havina msingi na havina useme umuhimu kwenye kazi. Mtu unaandika wewe ni Muislamu au Mkristo. Vitu kama hivyo unakuta havina uhusiano wote na kazi unaoenda kuomba. Kwa hiyo inabidi kama unataka kuapply hizi nchi za nje, inabidi ujue standard ya international CV inakuaje. Umeona Uache yale mambo ya kusema si wewe ni male au female, si mambo ya single, si married. Ya mambo unaachana nayo, umeona Kwa hiyo nikaandaa CV ambayo imekaa international.
nikaandaa portfolio, nikaandaa application letter. Nikawa tu mimi nabadilisha kampuni. Nikitaka ku apply sehemu fulani nabadilisha tu kampuni. Lakini ninao kabisa template tayari. Nikaanza application mwezi wa 5. Nakumbuka nilikuwa nahakikisha kwamba ndani ya ule mwezi nilifanya application 100. Tena ndani 100 lakini nilikuwa nahakikisha kwamba mimi kila wiki ninatuma application zaidi hata 30. Umeona? Siku nyingine 25, wiki nyingine ukuta 30. Kwa hiyo nilikuwa natuma application everywhere. Nikajikuta natuma China, natuma Ulaya kule kuna nchi kama Uingereza, Netherlands, nchi kama hizo Australia natuma, Marekani pia nilikuwa natuma. Nimetuma mwezi ule wa 8, wa 5, wa 6, sikati tamaa. Wengine wanakurudia na majibu kwamba hatuhitaji watu kwa sasa, ama tukipata nafasi tutakutafuta. Vitu kama hivyo ambao ni disappointing. Lakini nikasema mimi sikati tamaa, ngoja nipambane. Kufika mwezi wa 8 ndo breakthrough yangu ya kwanza ikapatikana pale, sababu Wachina walinitafuta. Kuna kampuni 3 za China zilinitafuta zikasema kwamba tumeona CV yako na nini, tumevutiwa na portfolio lako, tunahitaji kukuajiri. Uko tayari kufanya interview na sisi? Nikamwambia ndio. Nikawaambia muda wangu ambao niko free naweza kufanya interview, wakaniambia sawa. Ile siku nilipofika nikapiga nao interview mwezi wa 8 ule. Nikapata kazi. Wakaniambia basi tutaomba utume dokumenti hizi na hizi, alafu tutakupa dokumenti nyingine uende balozi wa China ukaombe visa. Sasa mimi kumbuka katika hizi harakati za kuanza kutaka kusafiri nilizianza wakati hata sina passport, sina hata driver license. Kwa hiyo nikasema kwamba zile document walizotaka niwatumie wale wa China, moja wapo ilikuwa ni wanataka passport. Mimi passport sina. Kwa hiyo nikawarudia nikamwambia, sikutaka kuambia ukweli kwamba sina kabisa. Nikamwambia tu kwamba nimefanya application lakini wameniambia nisubiri 1 month ndio nitapata hiyo passport. Wale wa China wakaniambia haina shida, sisi tutasubiri. Ukipata tu passport wewe turudie, tutakutumia hiyo document ambayo utaenda nao balozini kuomba visa. Basi bana, ule mwezi wa 8 ule, before hujaisha ule mwezi wa 8 pia, nakumbuka nikapata tena jibu kutoka Marekani kwamba kuna watu walikuwa interested na mimi pia katika zile email nilizokuwa natuma kuomba kazi. Na nakumbuka kuna video moja ambayo ndio ilinisaidia kupata kazi Marekani. Ile video ilikuwa ni ya Mjamaika mmoja ambaye yeye tayari ni mwalimu huko Marekani. Yule Mjamaika alikuwa akielezea watu kwamba utaratibu wa kuja Marekani kufanya kazi mara nyingi una involve watu wanaoitwa visa sponsor. Yaani hauwezi tu kuomba kazi Indeed ya kufundisha afu ukaajiriwa afu ukaja tu Marekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nikatoka na ile idea kusema kwamba kumbe sasa inabidi ni apply kwa hawa visa sponsor. Sababu mimi mwanzoni nilikuwa na apply kazi za Indeed. Naingia Indeed na search kazi labda za kufundisha art and design, nakuta labda jimbo fulani la ajiri watu si Florida nini, na apply direct kwenye shule. Ndio maana nilikuwa sipati majibu, sababu wale watu walikuwa wanaona huyu mtu hatuwezi kumwajiri, yeye yuko Tanzania sisi tuko Marekani. Ni kama vile yani una apply kazi ambayo inabidi uwe Marekani ndio wakupe hiyo kazi. Kwa hiyo mimi baada ya kusikia kwamba kuna visa sponsor, ndio hapo mimi nikaanza kuapply visa sponsor. Ndio ule mwezi wa 8 ule before hujaisha nishapata kazi China wameniambia sasa wewe nenda katafute passport, ukipata passport turudie. Ndio nikapata tena wazo la kuapply Marekani kwa visa sponsor, na nakumbuka niliapply ule mwezi wa 8, ilikuwa katikati ya mwezi wa 8 hivi nadhani. Kuapply katika ule mwezi nikapata jibu pale pale. Wale watu walinirudia nadhani within kama 6 hours. Haikuchukua hata muda ile email kujibiwa. Akaniambia bana, tumeona application yako, lakini sisi utaratibu wetu wa kufanya application hauko hivi. Itabidi uingie kwenye website yetu, kuna link uifuate. Kuna form kule zipo, utabidi ujaze hizo form. Ukishajaza hizo form sisi ndo tutapokea maombi yako rasmi. Basi wakanitumia ile link kwenye ile email, wakaniambia ingia. Nikaingia, nikajaza ile form, kujaza form nikasubiria majibu. Na kumbe ile form kujaza ile ndo wanaitaga initial application. Yaani pale sasa ndo wanachuja watu ambao kweli wanaona wana vigezo vinavyofaa, na wengine ambao kama huna vigezo wanakujibu pale moja kwa moja kwamba hatuwezi kukuchukua. Kama una vigezo watakwambia sasa ingia katika second yani ni kama vile tuseme unaingia katika process ya pili ambayo hiyo ita involve wewe kutuma vyeti, kutuma document nyingine na wao kufanyia interview sasa. Kwa baada ya mimi kupita ile initial interview, ile initial application, wakaniambia sasa tumekutumia email nyingine ambayo ina link, tunaomba uingie ukajaze tena hiyo form nyingine. Na hiyo form itakwambia uattach document. Tunaomba uattach hizo document, baada ya hapo tutaendelea na process ya ile application. Mimi kuingia katika ile email
Nikakuta kitu cha kwanza wanahitaji uwe na driver license. Kumbuka mimi sina driver license wala sina hata passport. Yaani ilikuwa aibu kwa kweli kweli. Ikabidi mimi niwarudie tena wale watu niwaambie jamani, mimi driver license yangu ime-expire. Lakini kumbuka hapo mimi sina chochote. Kwa hiyo naombeni nivumilie, nimerenew na isubiria hii ikishatoka tu nitarudia. Nikajua basi watu wanaweza kaniambia basi process ishaishia hapa nini, lakini kumbe wakawa pole, wakaniambia haina shida, tumekuelewa, tunaomba tu ukishapata hiyo document nitumie tena email kwenye hii email ambayo nimekujibu sasa hivi. Nirudie kwenye hii email ili nikukumbuke, alafu tutaendelea na process. Nikasema haina shida. Mimi pale ulikuwa mwezi wa 8 ule, nikaanza process za kutafuta ile license, lakini pia nikaanza process za kutafuta leseni. Nakumbuka mwezi wa 9 ndo nilifanya application yangu ya passport. Nienda uhamiaji kule, nikafanya application, nikapiga picha na kila kitu, biometrics, nikawa nasubiria tu passport. Kufika mwezi wa 10 ndo nikapata passport. Baada ya kupata tu passport nikarudia wa China, nikamwambia wa China na nikawapata kwenye email, nikamwambia jamani mimi passport ile ishatoka hii hapa. Wakaniambia safi. Niliwatumia ile front page ile ya passport. Walivyoona tu ile email na ile attachment ya passport, wakanirudia wakaniambia mkataba huu hapa, wakanitumia wakaniatachia mkataba kwenye email, nikasoma ule mkataba, wakaniambia kama umekubaliana na mkataba sign afu turudishie. Kusoma ule mkataba ulikuwa unaelezea hela ambayo nitalipwa, ulikuwa unaelezea nitaishi wapi, maana ile kampuni ilikuwa ina nyumba. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kuishi kwenye nyumba ambazo tayari yani kodi, yani nilikuwa silipi kodi. Mimi tu nilikwenda kufundisha na mshahara wangu nikauona. Mshahara ulikuwa ni mkubwa kweli kuliko ule ambao nilikuwa nalipwa Tanzania. Mshahara ulikuwa ni mkubwa. Lakini kumbuka mimi nilianza application na hao Marekani, nikaangalia viwango vya kulipwa mshahara Marekani, nikagundua huku Marekani kuna hela zaidi. Kwa hiyo nikasema hebu ngoje ya China niiweke pembeni, sitaki kuicancel kabisa. Alafu niangalie ya Marekani, je, itafaulu? Ikifaulu mimi na China, wa China na waachana nao. Huo ndio uzuri wa kufanya application kila mahali. Maana unafika mahali unakuwa na option. Kuliko kufanya tu sehemu moja, option inakuwa ni moja. Kwa hiyo nikawa na option ya China, alafu pia na option ya Marekani. Mimi nikaendelea kufuatilia sasa driver license. Baada mwezi wa 11 nikapata driver license, nikawarudia wale wa Marekani. Nikamwambia jamani, kwenye ile email walioniambiaga nirudi. Nikamwambia nishapata ile driver license hii hapa, nikaiattach. Walivyoiona akasema safi. Wakanirudia wakaniambia sasa tunaomba utuendelee na process. Wakanitumia tena link nyingine, wakaniambia ingia kwenye hiyo link, upload hiyo driver license yako na document nyingine, alafu tutakupangia interview ya video. Wakaniambia tutakupangia interview ya phone call. Hiyo ndio interview ya kwanza nakumbuka. Sio ya video, ni ile mnaongea na simu tu. Wakaniambia hii interview itakuwa ni kwa ajili ya kuangalia Kiingereza chako. Kwa sababu vigezo vya kupata hii visa ya Marekani, government ya Marekani inataka kujua kwamba mtu anayekuja Marekani kufundisha lazima awe na Kiingereza ambacho kipo katika level ya professional. Sio beginner, umeona? Lakini pia nataka kujua huyo mtu ana degree ya kufundisha, lakini pia je, ana uzoefu wa miaka at least 2 ya kufundisha. Hivyo ndio vigezo vitatu vikuu vya wewe kupata visa ya kuja kufundisha Marekani. Una degree ya kufundisha, ama sio hata kama sio ya kufundisha lakini unafundisha. Lakini pia umefundisha at least miaka 2. Umeona? Na Kiingereza chako kinaeleweka. Hivyo tu. Basi wale watu wakaniambia basi tutafanya interview ya simu. Tutakupigia simu through WhatsApp. Wakanitumia namba yao, nikaisave. Nikachagua muda, sababu anakuambia chagua muda ambao unakuwa free na nini. Nikachagua muda ule mwezi wa 11 nikapiga nao interview ya simu. Ile interview haikuwa ngumu kabisa. Ilikuwa ni interview fulani ya kutaka kujua tu mimi je naweza communicate kwenye Kiingereza kizuri. Sababu kumbuka unapokuja Marekani unafundisha wazungu wa Marekani, tuseme watu ambao wanaongea Kiingereza. Kwa hiyo wakaniuliza tu maswali yale ya kawaida, tuelezee siku yako inakuaje, labda unapoamka mpaka unamaliza siku unafanyaje. Wakaniuliza kwa nini unataka kuja Marekani, unahisi itakusaidia nini kwenye career yako, vitu kama hivyo. Nikawajibu pale, wakaona huyu mtu anafaa, huyu Kiingereza chake kiko safi. Basi nikapasi ile interview. Wakaniambia basi umepasi interview, tunakupongeza, lakini tunaomba sasa tufanye interview nyingine, ambayo hiyo interview nyingine itakuwa ni kwa ajili ya kukuuliza yale maswali technical, yale ya kiwalimu, yale kuhusu mambo ya nini, ya kusema labda lesson plan, mambo kama unafundishaje, njia za kufundisha, mambo ya kudili na behavior za watoto na vitu kama hivyo. Lakini pia wakaniambia tunaomba utume video 2. Moja, jielezee wewe ni nani, alafu jielezee kwa nini unataka kuja Marekani. Alafu video nyingine tuma ukiwa unafundisha. Jirekodi ukiwa mbele ya darasa unafundisha, usionyeshe sura za watoto,
Lakini pia kama unataka kujirekodi mwenyewe alafu lakini ukawa una pretend kuna watoto mbele yako, hiyo ni sawa. Kwa hanipa hizo option mbili. Mimi nikasema lazima nifanye kitu professional, nikamtafuta professional videographer, nikamlipa, akanifanyia hizo video mbili, nikawatumia. Alafu nika-schedule interview date na muda, nasubiria tu siku ya interview. Ile siku ya interview kufika, nikapiga nao interview wale wazungu. Baada ya kupiga interview, nadhani baada tu ya kumaliza ile interview wakanirudia na email nyingine wakasema umepita interview, hongera, tunaomba to schedule another interview. Nikajiuliza sasa, kwa hizi interview zitaisha kweli? Wakaniambia hii ndio interview ya mwisho. Hii sasa ukipita ndo tutakuambia sasa what next. Hiyo interview nyingine haikuwa interview ngumu. Ilikuwa ni ile interview ya kujua kuhusu masuala ya culture. Kuhusu kwamba mimi ujue niko Tanzania na Tanzania na Marekani kiculture wana tofauti kubwa sana. Umeona? Wakataka kujua je, nimejiandaaje kwa mabadiliko hayo ya culture. Lakini pia wakataka kujua je, nikifeel lonely huku Marekani, kuna njia zipi ambazo naweza nikatumia kupata msaada. Kwa mfano wao wanatoa therapy sessions kwa watu, umeona Kwa hiyo kama vile wakataka kunihakikishia kwamba wameshaandaa mazingira hata nikija Marekani kuna msaada ambao upo tayari na namba za simu za kupiga ukitaka msaada fulani upo. Wakanielezea pia kuhusu wakanipa kama vile advice, wewe unajichanganya, usiwe tu unakaa ndani, kuna event mbalimbali zinafanyikaga Marekani. Unajua Marekani hakuna ile social life kama tunavyosema kwamba unaweza kukaa hata miezi 6 hujaonana na jirani. Lakini Marekani kuna kuwaga na event karibia kila wiki. Kila wiki kuna event. Na zile event ukienda unakutana na Wamarekani. Kuna watu ambao wako social, kuna Marekani ambao wako social, unaweza kupiga nao story, mkaongea, mkabadilishana mawazo na vitu kama hivyo. Wapo hao watu. Japokuwa ndio wengi, majority ya watu huku hawana ile socialization kama Bongo kule tulivyo, umeona Kwa hiyo akaniambia wewe pia unajichanganya na watu kama hawa, hii itakusaidia usiwe mpweke sana. Lakini pia kama una familia itakuwa vizuri zaidi. Nikasema ndio, mimi nataka kuja na familia yangu. Wakaniambia safi. Umeona? Kwa hiyo ile interview, baada ya kuisha ile interview, wakaniambia basi tutaandaa portfolio. Sasa kumbe zile video nilikuwa natuma, zile document natuma, wao wale watu wanaandaa portfolio fulani hivi. Visa sponsor hawakuajiri wewe. Wale kazi yao ni kukuleta tu na visa, lakini wewe utaajiriwa na waajiri wengine Marekani. Kwa hiyo wao wanachokifanya ni kwamba wanachukua taarifa zako, wanachukua vile video unajirekodi, unawatumia, wanachukua kila kitu, vyeti nini unazotuma, vile document zote zile za kwako zinakuhusu wewe na professional yako nzima. Wanaandaa portfolio ambalo ndo wanakuwa wanatumia waajiri sasa. Baada ya portfolio kukamilika, wanatuma kwa waajiri, wale waajiri wakikupenda wanawaomba visa sponsor kwamba tunaomba tuongee na huyu mtu katika interview, tumempenda. Umeona? I'm recording. I'm sorry. Okay. I'm recording a video, okay? No. Kwa hiyo visa sponsor wale hawakuajiri wao. Wao wenyewe wanachokifanya ni kwamba wanakufanyia interview hapo na kurecruit kwenye organization yao. Alafu wao sasa wanaenda kukutafutia wewe ajira. Umeona Baada ya kuona kwamba umequalify na unafaa kupewa visa ya Marekani. Sasa kinachotokea ni kwamba unapokuwa unawatumia zile documents, unapokuwa unafanya zile interview zao, unapokuwa unawatumia zile video zako za kujirekodi, wao wanaziandaa katika mfumo wa portfolio. Alafu sasa wakishakamilisha kila kitu wakaona kwamba unafaa, wanakuingiza kwenye group moja wanaliita candidate pool. Hiyo candidate pool ni wale watu ambao wanaenda sasa kuajiriwa Marekani. Kwamba washakuchuja kila ngazi, washakujua unajua Kiingereza, washajua umequalify kielimu, washajua ni mwalimu mzuri kwa kujaji kupitia zile interview na video unazotuma ulikuwa unafundisha. Wanakuwa washajiridhisha kila kitu. Kwa hiyo kinachofuata ni kwamba wao sasa wanaanza kupeleka portfolio yako kwenye shule ambazo zinaajiri watu kwa Marekani. Wakishapeleka wale waajiri, wale principals wanaamua sasa kwamba mimi nilikuwa nahitaji mwalimu wa art. Nimeona huyu mwalimu wenu huyu mlionitumia ile portfolio lake anafaa, anafit kwa kwenye shule yangu. Hapo sasa wao visa sponsor wana organize interview na wewe na ile shule. Baada ya kuorganize ile interview, wanakutafuta wewe, alafu ndo mnafanya interview na ile shule. Wewe ukishapita kwenye ile interview ndo unakuja Marekani sasa, umeajiriwa na ile shule. Kwa hiyo visa sponsor ni kama tu daraja la wewe kukuleta Marekani kuja kufanya kazi kwenye ile kampuni ambayo imekuajiri. Wao wenyewe hawakupi ajira wala hawakupi mshahara. Lakini wanakusupport katika maisha yako yote unaoishi Marekani. Watakusaidia sema hivyo kama therapy, watakusaidia pia bima ya afya, wao wenyewe ndo wanakukatia. Japokuwa utailipia wewe, lakini wao wenyewe ndo wanakuwa wanaisimamia. Marekani kidogo kuna utaratibu tofauti kabisa wa bima za afya.
Alafu kuna vitu vingi wanavisimamia, watakuwa pia kama vile wana check on you after few months kuangalia unaendeleaje nini, uje umependa hiyo shule. Kama hujapenda wanakuhamisha, wana uwezo wa kukuhamisha kupeleka shule nyingine ukishafika Marekani. Lakini kwa hiyo baada ya mimi kumalizaga ile interview ya mwisho, wakaniambia bana, portfolio lako lishakamilika, sasa hivi tu tunakuomba wewe uwe mvumilivu, usubiri mpaka mwakani mwezi wa 4, yani mwaka 2024. Sasa nisubirie mwezi wa 4, wao ndo wanaanza sasa kupeleka yale portfolio kwa hizi shule za Marekani, umeona. Kwa hiyo akaniambia vumilia hii miezi kadhaa hii, lakini sisi hiring season yetu tunayoanzaga nao ni mwezi wa 4 mwakani. Nikamwambia haina shida, mimi nitasubiria. Pale sasa moyoni nakumbuka China nimepata kazi na mshahara nishauona, lakini Marekani kidogo amenishawishi, umeona. Kwa sababu nakumbuka nikiangalia mshahara wa Marekani, nikiangalia na wa China, yani ni mizani mbili ambazo hata hazina, yani ni kama vitu viwili ambavyo mbingu na ardhi niseme, haviendani kabisa, kwamba Marekani kule ningekuwa naenda kupata hela nyingi zaidi. Kwa mimi nakumbuka bai mwezi wa kwanza ule nikasema au nipige chini China tu, nivumilie mpaka mwezi wa 4 nisubirie fursa ya Marekani. Sasa nakumbuka ule mwezi wa kwanza nilikuwa nafanya research. Katika kufanya research zangu niligundua kwamba kuna magroup fulani Telegram ya walimu kama mimi ambao wanaomba kazi hizi kutoka nchi nyingi huku duniani, wanaomba kazi kwenda Marekani kufundisha. Nikapataga ile group nikaingia. Baada ya kuingia ile group nikawa naona wenzangu sasa ambao pia nao wameomba kazi kama mimi, wanasubiria kuajiriwa Marekani. Na nikagundua kwamba kumbe kuna visa sponsors wengi sana ambao wanachukua watu. Kwa hiyo nikajikuta kwamba kwenye ile group wako watu walimu wengi kutoka nchi nyingi ambao wako katika program tofauti ama visa sponsor tofauti. Mimi nakumbuka kuna siku moja nikauliza wenzangu kwamba, nikatuma hii message kwenye ile group kwamba je, kuna watu ambao wanachukuliwa na hii organization ambao ndio mimi pia inanichukua. Wakajitokeza kama walimu 5 hiyo. Wananiambia yes, na mimi niko huku. Kwa hiyo tukaunda kama ka group kingine cha kwetu cha wale walimu kwamba sisi tuko chini ya ule visa sponsor mmoja. Tukawa tunaulizana updates kwamba je, wewe umesikia kutoka kwenye visa sponsor? Nakumbuka ule ulikuwa ni mwezi wa kwanza. Kumbuka wale visa sponsor waliniambia mimi nisubirie mpaka mwezi wa 4. Lakini nakumbuka ule mwezi wa kwanza kuna mwalimu mmoja kutoka Jamaica alitumaga email message kwenye ile group, akadai kwamba yeye ameshafanywa interview na akasema alikosa kazi. Tena akasema alishafanywa interview 2 katika ule mwezi wa kwanza. Nikajiuliza sawa, visa sponsor wameniambia mimi nisubirie mpaka mwezi wa 4 wakati kumbe wanaendelea kufanyia watu interview ama kuwatafutia watu kazi. Kwa hiyo nikagundua ule mwezi wa 4 ni kama mwezi rasmi wa wao kuajiri, lakini mtu unaweza kaajiriwa kuanzia hata mwezi wa kwanza ikitokea ukapata hiyo fursa. Yes. Sasa mimi nika naendelea kusikilizia. Nakumbuka karibia kila siku nilikuwa naangalia email yangu, Gmail, naingia Gmail na check, je, nimepata email yoyote? Umeona Kufika mwezi wa 2 bana, mimi nikasema hapana, mimi China siendi. Nakumbuka nikawaandikia wale wa China email, nikamwambia bana, mimi sitaweza kufika China. Nimepata emergency ya kifamilia, naona mwezi wa 3 unaokuja usitaweza kufika. Wakaniambia haina shida. Asante, tunakutakia safari njema ya maisha yako na nini kama hivyo. Unajua ile kuagana vizuri. Sikutaka kuwakaushia tu. Umeona, nikawaaga vizuri na wakaniambia sawa, tunashukuru kwa kutuambia. Basi tunakutakia maisha mema. Nikaachana nao. Nikabaki sasa mimi focus yangu sasa ni Marekani. Sababu nishaona kabisa issue inaenda kutiki. Nishaona walimu wenzangu kwenye sasa angalia kinachotokea kwamba kwenye ile group lile ambalo nimeingia la walimu. Karibia kila wiki unapata hata walimu 3 wameajiriwa. Unakuta labda mtu mwingine labda uko kutoka labda Spain anakuambia mimi nimepata kazi labda jimbo fulani Marekani. Umeona Mara unachangaa wiki hii unapata labda kuna walimu 3 kutoka Colombia huko anakuambia sisi tushapata kazi. Kwa hiyo nikajiuliza kumbe inawezekana, kumbe walimu wanapata kazi. Kwa hiyo na mimi imani ikaanza kuingia kwamba lazima nitapata kazi. Umeona Nikaa na imani kabisa kwamba ule mwaka lazima mimi nitapata kazi niende Marekani. Umeona? Hivyo mwezi wa 3 kaisha, mwezi wa 4 umeingia sasa. Nikajua zao si mwezi ambao naenda kuajiriwa sasa. Nashangaa imepita wiki ya kwanza ya mwezi wa 4 hamna kitu. Wiki ya pili imepita hamna kitu. Mpaka wife nakumbuka alianza kukata tamaa. Kaona hapana, hapa hii basi tena hii tushapigwa changala macho. Mimi mwenyewe nikaona kabisa mimi kaa imani pia nayo inashuka. Kwa sababu nikiingia kwenye ile group la walimu wenzangu naona kila siku walimu wanaajiriwa ule mwezi wa 4. Unakuta kila siku na walimu hata 5 au 6 wanatuma email kwamba wanatuma message, jamani sisi tushapata kazi.
tunashukuru kwa msaada wenu nini na directions zenu mlizotupa kwenye ile group, tumefanikiwa kupata kazi. Umeona? Tunawapongeza. Basi mimi nawapongeza, lakini moyoni nasema ingekuwa mimi nimepata hii kazi. Lakini kana navumilia, nikasema ngoja mwezi wa 4 uishe ndo niamini kwamba kweli sipati kazi. Lakini nakumbuka aliniambia mwezi wa 4. Ikafika mpaka tarehe 20, nakumbuka mwezi wa 4. Hamna jibu lolote ambalo nimepata kutoka kwenye ile organization, kwenye wale visa sponsor. Lakini nikasema hapana, sikati tamaa. Basi ukiangalia kazini huku ninapoenda huku Mikocheni, yani moyo wangu kabisa ni kama vile hautaki. Unaona Unasema basi nenda, lakini yani unajua kuna hali fulani ikikupata kama unataka kuondoka nchini mwako. Yani unakuwa mpaka yani kama vile moyo una kiu vile. Yani na hiyo kiu utaitii kiu yako pale ambapo utatoka nje ya Tanzania ama hiyo nchi ambayo unaishi. Kwa hiyo nikajikuta mimi moyo wangu unakuwa mzito sana kuishi Tanzania na kwenda kazini lakini naenda na nini, sababu sio kazi inakupa hela, huwezi kuacha. Umeona? Lakini kana na imani bana mimi nitapata tu kazi. Basi bana kufika tarehe 26 mwezi wa 4 naona email. Nakumbuka hiyo asubuhi nimeamka naenda kazini. Nikasema basi ngoja leo niingie Gmail. Kufungua Gmail yangu nakutana na email kutoka ile organization inaniambia tumepata job fair ambayo inataka kufanyia interview. Sasa tunaomba ukafanya interview nao. Alafu sasa kumbuka Marekani huku kuna hiki kitu wanachoita job fair. Sio interview ya kazi per se. Ni kama vile inakuwa ni kama tuseme ni event fulani ambapo employer wengi wanakuja kufanyia watu kama vile interviews za kuangalia kama watu watafaa kwenye organization zao ama la, lakini sio kuajiriwa. Ni kama vile iko hivi. Ni kama tuseme shule fulani ama tuseme mmiliki wa shule anaenda kwenye hiyo event ya job fair, afa anafanyia walimu interview. Afa kishaona walimu wanafaa, anawa direct hao walimu kwenda kwa principal kufanywa interview na maprincipal wa hizo shule zake. Alafu wale principal kiona sasa walimu wanafaa, ndo wale principal wanasema basi let's hire them. Kwa hiyo ni kama job fair sio uhakika sana kuajiriwa. Ni kama vile unaenda kufanya test kwamba kuangalia je utafaa kufanywa interview ili ukapate kazi ama la. Na wale visa sponsor ni kama vile wananiambia kwamba usiwe na matumaini sana, lakini jaribu, huwezi jua. Wakaniambia wewe ingia kwenye job fair, fanya. Ikiwa watakupenda, wanaweza wakaschedule another interview na principal, alafu wewe sasa unaweza ukapata kazi through huyo principal ama nini. Kwa hiyo mimi nikasema okay, haina shida, nimeshasubiri sana, nimechoka. Yaani mimi niko radhi tu kufanya chochote. Kwa hiyo basi ilipofika mwisho wa siku nika schedule interview ule mwezi wa ulikuwa mwezi gani ule? Nakumbuka ulikuwa ni mwezi April tarehe 30. Ndio siku yangu ya interview. Nikafanya na ile school district. Sasa huku Marekani shule zimegawanyika katika district mbalimbali. Na zinakuwa kama zina organization ama tuseme zina uongozi fulani ambao ule uongozi ndio unasimamia shule nyingi, na ule uongozi ndio unaweza ukaamua sasa kwamba tunahitaji walimu 10 katika shule zetu. Alafu wao sasa ndio wanaingia kwenye zile job fair, wana recruit walimu, alafu wale walimu wanakuwa directed kwenda katika hizi shule mbalimbali. Umeona Na hizi shule mbalimbali sasa ndio zinawafanyia interview kama shule kwamba sisi shule fulani tulikuwa tunahitaji kweli mwalimu. Tunamfanyia interview sasa ndio wakishakukubali wewe wanakuajiri. Umeona? Kwa hiyo kunakuwa kama kuna interview 2 utafanya ili uajiriwe. Ukifanya interview kwenye job fair, kuliko ile ukapata tu kazi direct kutoka kwenye shule ama principal akakuhitaji kukufanyia interview. Inakuwa ni rahisi wewe kuajiriwa kwa sababu si unakuwa tu umefanya interview moja. Hii interview 2 kidogo kuna ukakasi kidogo. Lakini mimi nikasema haina shida, ngoja nipige nao interview. Nikapiga nao interview tarehe 30 April mwaka 2024. Baada ya ile interview akaniambia sawa, tutakujulisha what's next kama umepita ama la. Nikasema haina shida. Mimi nikasubiria basi. Nakumbuka sikusubiri sana. By tarehe 2 Mei. Nakumbuka ilikuwa saa 4 usiku kwa saa za Kibongo. Nikaona simu inaita bana. Simu kuita kucheki naye anapiga, nikaona ni moja wa watu wa kwenye organization ile ya visa sponsor. Nikasema kuna nini kimetokea? Nikapokea ile simu. Wakaniambia tunakupa hongera, ile shule ambayo ulifanya nao, wale watu ambao ulifanya nao interview kwenye ile job fair wameamua kukuajiri moja kwa moja. Haina haja tena siku kwenda kufanya interview nyingine si na principal ama nani. Wakasema wamekukubali, wameona unafaa na utafiti kwenye shule zao,
Kwa hiyo ameamua kukupa ajira. Je, unakubali au unakataa? Sasa kuna kitu kimoja. Hii hawa visa sponsor wanakuambia uwe free kusema unakataa ama unakubali. Sababu hawataki kulazimisha wewe uje sehemu ambayo upendi. Sababu kuna watu hujua wanataka kuja Marekani sehemu za mijini, kuna watu wanataka kuja Marekani sehemu ambazo hazijachangamka sana. Kwa hiyo wanataka uwe free. Ndio maana before hujafanya interview na hiyo organization ama au hiyo shule ambayo unataka kwenda kuajiriwa, wanataka ufanye research. Watakutumia taarifa zote za hiyo shule, hapo nakwambia wewe mwenyewe fanya research yako afu amua kwamba je, utafiti hapa? Umeona? Mimi nikasema wasinitania. Yaani mimi nimesubiria for almost 2 years. Sababu nakumbuka struggle zile hustle zilianzaga 2022. Alafu leo hii ilikuwa 2024, wanataka niambie eti niseme nakubali au nakataa. Nikamwambia wewe msinitanie, nimekubali, naombeni hiyo kazi jamani. Basi wakaniambia tunashukuru na tutakuambia sasa what's next after here. Nakumbuka ile ilikuwa ni siku yangu bora sana maishani. Yaani nilifurahi sana ile siku. Pale mimi nikaanza kupigia simu nyumbani, kupigia ndugu zangu wale wa karibu, lakini familia sio marafiki. Familia ya karibu, ile mama, sio dada, kaka na nini, nikawapigia simu nikamwambia jamani, mimi nishaajiriwa, mimi mwaka huu naondoka naenda Marekani. Walifurahi sana. Hata wife naye alipiga simu nyumbani akamwambia jamani, safari sisi ishaiva. Ile siku tulifurahi sana. Yaani nakumbuka ile siku ilikuwa ni siku ambayo mimi sikulala. Ile siku nilikuwa na furaha sana. Yaani sikuweza kulala. Ni kama vile nilikuwa nikilala nikiamka na hizi kwamba niko New York kabisa. Yaani najiona kabisa mimi sasa siko Tanzania, niko Marekani. Nilikuwa so happy. Nikajua hapa safari imeiva. Lakini nikawa najua in the back of my mind, najua kabisa visa ya Marekani ni ngumu kupatikana. Lakini nikasema mimi hapana, lazima nitapata hii visa. Mimi mbona kama nina vigezo vyote, mbona kama nimequalify. Lakini pia ile research yangu nilikuwa nafanya kuhusu maswali ambayo visa sponsor wanapenda kuuliza na majibu ambayo ukiyajibu inakuwa rahisi kupata visa. Kwa hiyo mimi nilifanyaga research na kumbuka muda mrefu sana ya kujua visa sponsor visa officer wanahitaji nini na document gani uprepare na nini na kila kitu. Kwa hiyo mimi nilijiandaa in a way kwamba nikaamini kabisa mimi visa siwezi kukosa. Nilikuwa na 100% assurance kwamba hii visa mimi naenda kupata. Na nakumbuka nilikuwa namwambiaga wife kwamba ile siku ya interview si hatuendi kufanya interview, tunaenda kuchukua visa. Yaani tunaenda kuchukua visa zetu. Kwa hiyo nilikuwa na imani, yani ile confidence yani ile 100. Umeona? Sasa katika ule mwezi Mei ambao nimekubali kazi, wakanitumia tu mkataba wangu wa kazi nini, nikaona mshahara nitaolipwa, shule ambayo nitaenda kufundisha ni shule gani na nini, kila kitu nikaelezewa pale. Mimi kilichotokea nika sign kila kitu, alafu nikasubiriwa nitumie sasa hiyo document ya kwenda kuomba visa. Hiyo document inaitwa DS 2019. Nikatumia document mbili, moja ya wife na moja ya kwangu, sababu nilisema nataka kwenda na wife. Haya. Ilipofika siku nikalipia visa fee, alafu nika-schedule interview balozini pale. Lakini nakumbuka kupata hela visa ilikuwa ni kwa mbinde sana, kwa sababu visa ya Marekani ilikuwa kwa kipindi kile mwaka 2024 ilikuwa ni $530,000 kwa mtu mmoja. Sasa watu wawili, kumbuka tunabidi twende wawili kufanya visa interview. Kwa hiyo ilibidi niwe na $1,000,000 kama na 60,000. Mimi nikajikuta tu kama na hela mtu mmoja $500,000. Kwa hiyo ikabidi, nakumbuka kipindi kile nilikuwa nachoraga sana, nilikuwa na painting nyingi, nikaenda kuziuza zile painting kwa bei ya hasara, kujichanga, kutafuta hela huku na huku, mwisho siku nikapata. Ilikuwa ni struggle fulani, kwa sababu wale visa sponsor wanachotegemea wakisha kutumia tu ile DS 2019, ile form ya kwenda kuomba visa, wanataka uapply visa pale. Yaani hawataki uchelewe. Wanakupa kama siku 5 tu. Wanakuambia ndani ya siku 5 hizi make sure kwamba umeapply visa, ukapata tarehe, afu tutumie hiyo tarehe ni tarehe gani. Sasa mimi nakumbuka nimetumiwa ile form ya visa ya kwenda kuomba visa DS 2019. Hela sina. Na wameshanipa siku 5. Kwa hiyo nina kama vile na time limit. Ndio nikaanza kufanya zile hustle za kupata hela. Nikapata ile hela, nikafanikiwa. Nikaingia ubalozini kwenye website yao, nikajaza form ya visa DS 160. Baada ya kumaliza nika schedule interview. Sasa mimi nakumbuka nilifanya schedule ya interview tarehe 3 June. Tarehe 3 June ile nilofanya schedule ya interview. Tarehe ya kwanza mimi kupata kwenda visa interview ilikuwa ni tarehe 1 Julai. Sasa uweze amini kutoka, yani ndio hiyo tarehe pekee ambayo ilikuwa ndio ya karibu zaidi. 1 Julai. Nikawarudia wale visa sponsor, nikamwambia jamani, tarehe niliyopata ni 1 Julai. Kufika tarehe 6 June
Wale watu wakanitumia email bana, wale visa sponsor. Wakaniambia bana, hii tarehe ambayo umepata hii itakuwa ngumu sana sisi kukuleta Marekani. Hii tarehe iko mbali sana na sisi tulikuwa tunawaza orientation yetu ya wewe kuja huku Marekani iwe June, iwe July. Alafu sasa ndo huu mwezi unasema unaenda kufanya interview. Alafu wao wenyewe pia wanakuambia kuna kukosa visa mara ya kwanza, hapo unaweza apply mara ya pili ukapata. Kwa hiyo kaona kwamba yani kuna mambo mengi yanaweza katokea, ile visa nikaikosa within the time ambao wao kaweza kunileta Marekani. Nakumbuka ile email nilisoma nikiwa maeneo ya Goba hivi, niko kwenye bajaji hivi, nyuma ya bajaji hivi nasoma ile email. Nilikuwa very disappointed na hisi kabisa wale watu ambao nilikaa nao pale kwenye bajaji walihisi kabisa huyu mtu kapata email mbaya. Nilikuwa very disappointed. Nikasema yani kwamba mimi for 2 years nimefight. Sababu kuna vitu vingine sijaelezea tu, lakini kuna vitu ambavyo ulikuwa unapitia, unaona kabisa kwamba hii chance inaenda kupotea mara nini. Yaani kuna hope, unapoteza hope, mara unapata hope. Mpaka mwisho wa siku sasa issue inaenda kutiki, afu naambiwa kwamba hatutaweza kukuleta Marekani, hii tarehe ni mbali. Iliniuma sana. Lakini wakaniambia kwamba kama utaweza kuwaomba ubalozini wa kusogezea tarehe nyuma itakuwa vizuri. Mimi nakumbuka katika research zangu nilizofanyanga nikajua kwamba watu wengi wana drop zile tarehe. Yaani unakuta mtu labda alifanya interview schedule ya tarehe fulani, alafu inafika mahali labda hataki tena kwenda Marekani ama kuna kitu kimetokea kimemzuia, anaikuta ana drop tarehe. Kwa hiyo zile tarehe za visa zinabadilikaga. Ukishaona kwamba ndio wakati huu una apply inaweza kaa tarehe ya kwanza ama tuseme tarehe ya karibu iko Julai, lakini ukarudi tena siku ya pili ukaikuta tarehe ya karibu tena iko June. Inawezekana hilo jambo. Kwa mimi nilichokifanya ni nini? Nakumbuka pale kwenye bajaji. Yaani sikutaka niende mbali. Nikaingia kwenye ubalozi, visa ile ubalozi website. Nikaingia kwenye ile account yangu niliyofanya application. Nikasema na reschedule. Nikagusa ile button ya kureschedule interview. Tarehe zikafunguka tena. Sasa nichague tarehe mpya. Huwezi amini bana. Tarehe zimefunguka hivi, naona tarehe 12 June. Yaani kwamba next week. Wewe. Pale nika click haraka maana nikasema mtu mwingine asije naye ameona hii tarehe. Nikagusa ile tarehe, nikaingia pale nikakuta tarehe, nikakuta muda ambao uko available ni saa 3 tu asubuhi. Pale nika click saa 3 asubuhi, nika save haraka afu nika confirm. Baada ya confirm nikasema sasa afadhali nimepata tarehe ambayo ni next week. Nikawacheki wale visa sponsor tena nikamwambia jamani nimepata tarehe mpya ambayo ni tarehe 12 Juni. Wakanitumia email nyingine wakasema yes, hii tarehe ni nzuri na hii tarehe itakuwa in time sisi kukuleta Marekani. Nikashukuru maana nilikuwa nisha panic. Umeona? Baada ya kupata tarehe 12 Juni sasa kukaa kuna kikwazo kingine. Kikwazo kingine ni kwamba ukija kufundisha Marekani na visa ambayo mimi nilikuja nayo, kuna fee fulani ambayo unailipia inaitwa service fee. Hii wanalipa wanafunzi wanaokuja kusoma Marekani ama watu ambao wanakuja na visa ambazo zinaitwa exchange visitor. Sasa ile service fee kwa hela ya Tanzania ni 600,000. Kumbuka mimi nilistruggle kupata hela ya visa. Alafu tena naambiwa nilipie tena 600,000 ili niende kwenye visa interview. Kwa sababu wanataka ile service fee ulipie within 3 days before your visa interview. Sasa mimi nilipopata ile tarehe 1 Julai nikasema hivi hela nitaipata tu. Yaani mwezi mzima wa 6 nikose hiyo hela lazima ningeipata. Kwa hiyo nikana najiamini kwamba haina shida, sina haja ya kuanza kuharakia kupata hii hela, maana nitaipata tu. Lakini sasa nilivyo schedule visa interview na kupata kwamba next week inabidi nikafanye interview. Ikabidi sasa niseme sasa hapa. Inabidi nifanye kila namna kupata hii hela. Mimi nikamcheck sister yangu. Namshukuru sana maana alinisupport from the beginning mpaka the end nafika Marekani. Nikamcheck sister nikamwambia bana sister mimi bana nimekwama, inabidi next week nikafanye visa interview. Alafu sina hela, wanahitaji 600,000. Sister akafanya anachofanya huko akapata ile hela akanitumia, namshukuru sana. Baada ya kunitumia mimi nikalipia ile service fee. Alafu niko ready sasa nika print receipt nimeweka kabisa kwenye mafaili yangu yale. Nimeshajihakikishia kwamba nina kila document inayohitajika. Siku nakumbuka ilipofika ilikuwa ni Jumatano ile tarehe 12 June mwaka 2024. Kaamka asubuhi tukapiga breakfast na wife pale. Hiyo siku nikasema mimi nachukua bajaji. Sitaki kuchukua gari. Sio nani kukodi gari hapana. Nikasema mimi naenda kuchukua bajaji. Na dereva wa bajaji hela yote atakayonitamkia mimi nitampa tu. Yes, nilikuwa na furaha sana. Na mimi nikawa na uhakika kabisa kwamba naenda kuchukua visa. Yaani sikuwaza kabisa visa interview itakuwa ngumu ama sio nitanyimwa. Hilo wazo mimi ilikuwa alipo kichwani mwangu. Ile siku bana nikachukua bajaji, nikafika kwa bajaji kwa dereva bajaji pale. Nakumbuka nilichukua bajaji kutoka kwa ni Goba njia 4. Goba njia 4 nikamwambia yule dereva bana mimi nataka niende Msasani balozi wa Marekani. Ananiambia haina shida. Shilingi ngapi? Ananiambia 12,000. Nikamwambia twende.
Yaani sikumuuliza si punguza, si na 8,000, si na 9,000, wala nikamwambia twende. Panda nyuma ya bajaji kule, mimi nikaa na revise yale maswali yangu na majibu ya visa interview. Kufika ubalozini pale ndo mara kwanza mimi nafika ubalozini. Wife alishafika ubalozini pale akanyimwaga visa miaka ya nyuma sana huko. Nafika ubalozini pale kuna security check up za kutosha. Kwanza getini pale kuna security check up, unapigwa security check up. Na pia before hujaingia kwenye consular office ama ile visa office, lazima upigwe pia check up nyingine. Hautaki kwenda na devices za electronic wala nini. Kwa hiyo unaacha simu nyumbani na kila kitu. Haya. Kufika ile siku sasa, ile sasa kumbuka mimi nimefika saa 3 sababu ndo visa interview inabidi ifanyike saa 3. Lakini nilichokikuta ni experience tofauti kabisa. Ubalozini pale unikuta kuna watu, nikagundua kwamba Watanzania kweli wanataka kukimbia ile nchi. Kulikuwa kuna watu wengi sana. Umeona? Wengi mno. Tukawa tumepanga kwenye mabenchi pale. Kuna mabenchi pale na kusubiri. Wale ma security guard wanatuguide pale. Hakikisha una document fulani na fulani. Kama unaenda kama mwanafunzi Marekani, uwe na document hizi. Pale kuna karatasi fulani zimeandikwa pale vitu vya kuwa navyo. Ni vitu ambavyo mtu inabidi wewe unavijua before hata kufika pale. Kwa hiyo tukawa tunapanga kila kitu pale document. Wanasema panga kila kitu ulicho nacho. Alafu wanakuchukua, unaingia ndani, unatoa zile document kwenye dirisha fulani la mwanzo, alafu unatoka nje tena kusubiria. Alafu baada ya muda ndo wanakuita sasa uende ukachukue ile document zako, alafu ndo utaingia kwenda sasa kufanya interview. Umeona eh? Ile mara ya kwanza unapoleta document wanazikagua kama kweli kuna kila kitu. Kama hamna kila kitu watakurudisha. Uende ukafuate document urudi kwenye interview yako. Kwa hiyo ni kama kitu cha kukusaidia wewe kujua kwamba wewe una kila kitu. Sasa nakumbuka pale ubalozini bana kuna pressure fulani ambayo hata kama ulikuwa una 100% kwamba utapata visa, unaweza kujikuta confidence inaanza kushuka. Kwa sababu watu wanaokosa visa ni wengi sana. Mnaweza mkaenda pale watu 100, wanaondoka na visa ni watu 20 tu. Wengine wote wamepigwa nyundo. Na kitu ambacho kitakufanya ujue mtu kapewa visa pale ubalozini, kuona kwamba mtu anatoka na kikadi fulani kama cha njano hivi nakumbuka. Kile kikadi kinaonyesha tarehe ya wewe kuja kuchukua visa yako ama siku ya kuja kuchukua visa. Mtu ukiona mtu anatoka na passport na barua fulani nyeupe hivi, ujue mtu kanyimwa visa. Hiyo ndio njia pekee ya kujua mtu kapata visa au kanyimwa. Sababu pale yani hamna siri, unajua kabisa huyo mtu kanyimwa au kapata. Nakumbuka mimi niko pale nje nasubiria kuingia kwenye visa interview. Naona karibia kila mtu anatoka tu na passport yake na barua. Kila mtu anatoka na passport na barua. Nasema, hawa watu wanaenda kufanya nini huko ndani kama wananyimwa visa hivi?" Umeona eh? Lakini bado mimi imani ipo kwamba lazima utapata visa. Basi bana, mimi bana kila mtu anatoka pale ubalozini naona kwamba anatoka na passport yake, anatoka na karatasi yake nyeupe ile ya barua kwamba umenyimwa visa. Ile issue ilinikata sana. Nikasema, sawa na imani kwamba nitapata visa, lakini mbona kama sasa hii inaanza kunipunguza confidence tena. Umeona eh? Lakini nikasema hapana, hii visa unaenda kupata, wewe usife moyo. Basi bana ikafika mwisho wa siku tukaambiwa kwamba tuingie. Tunakatwa kama kiberenge hivi. Unaambiwa labda hapa mpaka hapa ingieni, hapa mpaka hapa ingieni. Baada ya kuingia pale nakumbuka tulikuwa watu kama 30 hivi. Yaani watu kama 30 walikuwa mbele yangu. Umeona eh? Nakumbuka watu waliopata visa ile siku walikuwa ni watu 2 tu mbele yangu. Yaani huwezi amini katika wale watu 30 mbele yangu waliopata visa walikuwa ni watu 2 tu. Ile issue mimi nifanya niseme, hii kweli visa nitaipata hii leo. Umeona? Ni kama vile ilianza kunipa wasiwasi, lakini nikasema hapana, ngoja nijiamini kwamba hii visa lazima nitapata. Mimi sina imani, confidence iko high. Mwisho wa siku nimefika pale kwenye dirisha mimi na wife, tuliulizwa maswali 3 tu. Sasa pale ubalozini, ujue kila swali anaulizwa mtu unalisikia. Sababu wale watu mnaongea kwa nguvu, lakini pia yani pale hamna siri. Yani maswali yote unasikia watu wanavyoulizwa. Na mtu akinyimwa visa unasikia. Mtu akipata visa unasikia. Umeona? Baada ya kufika pale kwenye dirisha nakumbuka tuliulizwa maswali 3. Niliulizwa kwa nini unaenda Marekani? Nikamjibu bana naenda Marekani kwa program hii kufundisha art and design, lakini pia share my culture, my Tanzanian culture, nitajifunza pia utamaduni wa Kimarekani, alafu pia baada ya programu yangu kuisha nitarudi Tanzania kushare nilichojifunza. Ile swali lilitosha mimi kunipa visa. Sababu swali lilofuata lilikuwa ni kwamba unaenda wapi kufundisha? Nikasema North Carolina. Akaniambia naomba nione cheti changu cha ndoa. Sababu si aliona tulikuwa 2 pale. Kwa hiyo wife hakuulizwa swali hata moja. Mimi swali la kwanza ni hilo, unaenda kufanya nini Marekani? Nikamjibu hivyo. Nakumbuka haikuchukua dakika moja mimi visa nilikuwa nishapata. Nikaambiwa tu I will approve your visa. Baada ya kusema nione cheti changu cha ndoa, alivyochukua tu cheti cha ndoa akaandika ile namba ya cheti, hapo akasema I will approve your visa today. Sasa ngoja nikwambie kitu.
Unajua hii imani nilikuwa nao kwamba lazima nipate visa. Na nikaamini kabisa kwamba hii visa mimi nastahili. Lakini uweze amini alivyoniambia kwamba I will approve your visa today. Yaani ilikuwa ni kwamba ni kama vile sikuamini yale maneno. Nikamwambia what? Yaani hii naye alicheka akaona kabisa watu kweli hawajaamini. Kwa sababu kumbuka mimi katika watu 30 walikuwa mbele yangu, waliopata visa walikuwa ni 2 tu. Imani kabisa ilikuwa ishaanza kushuka, lakini pale tukaambiwa I will approve your visas today. Wow, ile siku nilifurahi. Yaani nilikuwa nikucheka na kukenua pale. Yaani tulifurahi sana. Tukapewa zile kadi za njano, tukaambiwa nyie, wakaniambia njoeni Jumanne ya next week kuchukua visa zenu. Tumetoka pale walinzi wanasema jamani hongereni. Sababu walinzi wamezoea kuona watu wanalia, wanatoka pale wanalia. Sisi tukaambiwa hongereni jamani, hongereni, tunatoka tunacheka. Kila mtu alijua tumepata visa. Sababu ilikuwa ni kucheka na kukenua meno. Yaani we were so happy. Even tulipoenda kwenye gari, kupanda gari, daladala pale, yani kwenye daladala tunajiona sisi tuko Marekani. Hiyo siku ilikuwa ni siku yangu moja nzuri sana kwenye maisha yangu tuseme. Ni siku ambayo nilifurahi sana. Kufika nyumbani tukachukua simu, cha kwanza tu nikupigia familia. Jamani tushapata visa, sisi tunaondoka Tanzania. Umeona? Nikacheki pia visa sponsor, nikamwambia jamani visa nimepata na wameniambia niende next week Jumanne kuchukua visa. It was a beautiful day hiyo siku. Yaani hiyo siku mimi si nikwambia. Yaani na imani hata sikulala ile siku. Nilikuwa tu nawaza Marekani pakoje. Nawaza tu niko New York. Nawaza si niko wapi. Yes, that was my story ya jinsi gani mimi nilifika Marekani. Lakini pia wakati wa safari yangu nakumbuka nilisafiri kutoka Tanzania mpaka Marekani nilitoka Tanzania tarehe 28 mwezi wa 7. Safari ilikuwa na vitimbi na ilikuwa ina challenge mbalimbali ambazo zilitokea njiani. Unakuta maybe that will be another story for another day. Lakini hiyo ndio jinsi mimi nilifika Marekani. Nakumbuka tarehe 28 ile nikapanda ndege kwenda Dubai kwenda New York nikaenda North Carolina. Kafika North Carolina nikafanya orientation ile wiki ya kwanza nimefika, wiki ya pili nakumbuka kama wiki sio ya 3 nikaanza kazi ya kufundisha North Carolina, sehemu ambayo nimeajiriwa na mpaka sasa hivi niko hapa. Hiyo ndio story yangu, naamini itamuinspire mtu mmoja ambaye amesikia story hii au ambaye ameangalia hii video kwamba amini kwamba kwenye maisha kila ambalo unaliwaza litatokea. Haijalishi itachukua muda gani, haijalishi itachukua njia gani, lakini kama kweli una imani na jambo lako, lazima litafanikiwa. Cha pili, hakikisha kwamba umeandaa documents za kutosha. Mimi nakumbuka vile vikwazo vya kwamba sina passport, sina driver license. Ningeweza kuvimaliza kama ningeweza ku speed up my process kama ningekuwa na zile document tayari kwenye mikono. Umeona? Mimi sikuwa na documents zozote. Kwa hiyo nijikuta kwamba nakosa document fulani ambazo zilikuwa ni muhimu katika zile process ya application. Umeona? Na jambo lingine kwamba safari za kwenda nje zinachukua muda. Kwa hiyo jiandae na hilo. Yaani usiwaze kwamba eti unaanza safari leo utaondoka kesho ama utaondoka wiki ijayo. Inaweza kachukua miaka 2, kachukua miaka 3. Kama una imani na unaamini utasafiri, basi jihakikishie kwamba una moyo ule wa uvumilivu. Umeona? Jiwekee kwamba lazima uwe na moyo wa uvumilivu. Usio una give up mapema. Kwa sababu najua watu wengi ambao wali give up before hata hawajafanikiwaga. Kwa hiyo yes, kila kitu kinawezekana. Weka imani, pambana. Umeona? Hakikisha kwamba unatafuta fursa nyingi, sio moja tu unadina fursa moja tu ya DV Lottery. No, hakikisha una channel nyingi, una kazi umeapply, una masomo kama unataka kwenda kusoma na vitu kama hivyo. Yes. That's it.